Siku zote wanasema Waswahili, safari ndefu inaanza kwa hatua moja, na kila hatua ina simulizi, na kila simulizi ina maana. Ndio hapa leo tumekutana kwenye kipindi hiki cha Safari ya Neema. Mpenzi mtazamaji, popote pale unapotazama runinga yetu ya Neema, upo nami Recobert Chepkwony, tuandamana nao hisako kwa bako hadi hatima. Na leo na bahati sana na mgeni hapa studioni, mgeni mashuhuri ambaye natupa simulizi yake kuhusiana na safari hii ya neema. Kwa hivyo kila ambacho nakuomba mtazamaji, kaa mkao wa kula, usikilize, ujifunze mengi kuhusiana na shuhuda hizi ambazo unazipata katika safari hii ya neema. Kwani huenda pale uko pale nyumbani, umetulia, uko pale nyumbani unafanya shughuli zako. Kila ambacho nakuomba ni unipe macho ama unipe masikio. Tuandamane sako kwa bako katika safari hii ya neema. Karibu sana mgeni wetu hapa studioni siku hii ya leo. Tuambie jina lako ni nani na umetoka wapi? Asante sana. Majina yangu ni Bishop Michael Macharia Njora. Mimi ni presiding bishop wa Revival Churches of Kenya, ambayo headquarter yake iko hapa Nakuru. Mimi ni pastor wa kanisa la Revival Churches of Kenya, senior pastor wa Net Umoja hapo karibu na Kamfam. Ndio majina yangu. Labda tu kwa faida ya huyo mtazamaji ambaye anatuona leo, nataka kujua Askofu Macharia amezaliwa mwaka gani na amezaliwa wapi hasa? Asante sana. Bishop Michael Macharia Njora amezaliwa pande wa Uasin Gishu, mahali panaitwa Timboroa. Timboroa niko karibu kwa kona kabisa ya east ya Uasin Gishu. Siwezi kufahamu kabisa nilizaliwa mwaka gani, maana wazazi wangu walikuwa wazee. Mimi ni kati ya watoto wa mwisho wa huyu mzee Daniel Njora. Na pia babangu alikuwa ni polygamist. Alikuwa na wake watatu. Mke wa kwanza na wa pili na watatu. Mimi ni mtoto wa mke wa pili. Na ninakisia kuwa nilizaliwa mwaka wa 49. Hiyo ni estimate tu. 1949. Estimate tu sababu ya wakati nilianza masomo. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa emergency. Kwa hivyo wasiwasi ya siasa na harakati za kutetea uhuru sasa zilinikuta wakati huo ya mtoto wangu. Kwa hivyo nakisia ni around 1949, 1950 hapo. Sasa lakini nimeregistriwa 1949. Ingawa wakati ule unajua kwa sababu unataka upewe ID, hata saa nyingine unasukuma miaka. unasukuma miaka, lakini ni hapo tu. Sasa katika nasi umeeleza kwamba ulizaliwa kitambo sana 1949, wazazi kwamba wako wazee pale, na ilikuwa ni ndoa, kwa Kiswahili anasema ni ndoa ya mitara, polygamist marriage. Katika hiyo ndoa mmezaliwa watoto wangapi? Mama mkubwa alikuwa na watoto watatu. Msichana ndiye alikuwa wa first born, na vijana wawili. Mama yangu ndiye alikuwa wa pili. Alikuwa na watoto 6, vijana 4 na wasichana wawili. Na yule mama wa mwisho alikuwa pia na wasichana wawili na vijana wawili. Ingawa msichana wa mmoja alifariki akiwa mdogo, kama miaka 14, 15 hivi. Kwa hivyo ni kama tulikuwa watu 13, watoto 13 wa mzee Njora. Njora ndio baba mzazi. Na katika familia yako umezaliwa wangapi katika familia ya mama mzazi wako?
Mama mzazi wangu tulizaliwa wa 6, vijana 4 na wasichana 2, ingawa wakati wa sasa kijana mmoja ametuacha na msichana mmoja. Naam. Sasa tumebakia 4, vijana 3 na msichana mmoja. Ukiwa wewe ndiye first born kwa hiyo familia ama? Katika familia yetu mimi ni wale watoto wa nyuma. Sababu ndugu yangu mkubwa sasa ako na miaka kama 93 hivi. Wa pili ni kama 90. Ule msichana aliyetuacha pia alikuwa na miaka 87. Sasa mimi ni wa 4. Na kuna kijana mwingine alikuwa nyuma yangu na pia ametuacha. Na sasa kuna msichana mmoja tu ambaye ni last born. Bado wako. Sasa hapo ndipo tunaanzia simulizi yetu katika safari hii. Umezaliwa. Maisha yako ya kulelewa, ulikulia familia, ukalelewa vipi katika familia yako hasa ukiwa mdogo? Wewe, katika familia ya polygamy ina matatizo mengi. Maana wazazi siku hiyo hawakujali mambo ya masomo. Hawakujali kitu kikubwa ni vile utatumikia. Kuenda kuchunga, kuenda shamba na mambo kama hayo. Lakini kwa sababu ya kuwa nilikuwa mtoto wa nyuma, mama yangu alijitahidi niende shule. Na nikaanza kusomea shule ya primary ya Timboroa Primary School. Around 1958 ndio nilianza darasa la kwanza. Siku hiyo ilikuwa si compulsory uende nursery school. Ingawa tulikuwa tunajitahidi huko kijijini. Kuna watu walikuwa wanajaribu kufanya tuition. Na sababu tulikuwa na kiu ya kusoma, mara nyingi tukienda stand 1 at least unajua kuandika kidogo. Kuna ka blackboard kidogo tulikuwa tunaita slate. Ambayo unaandika na kalamu kama chokaa hivi. Unaandika na unavuta. Kwa hivyo hiyo tulizoea kuandika, kwa hiyo mara tunajaribu kuandika chini kwa udongo. Kwa hivyo hata nikienda shule nilikuwa najua kuandika kidogo. Umeanza shule ukiwa na miaka mingapi? Ndio nakwambia hiyo ni ya kukisia. Kama miaka 8 hivi. 8. Sababu hata mahali unaenda shule si karibu. Ni mahali utaenda kama kilomita 4. Sasa kwenda na kurudi ni kama kilomita 8. Kwa hivyo lazima uwe unaweza kutembea kabisa. Bila kupelekwa. Bila kupelekwa. Na katika hiyo halisia kwamba wewe ni askofu sasa hivi, wakati umezaliwa umelelewa na wazazi ambao walikuwa Wakristo, walikuwa na mcha Mungu, walikuwa wanaenda kanisani? Ingawa nilisikia mzazi baba yetu akiwa kijana alikuwa ameenda kanisani. Lakini katika historia ya nyumbani kwetu hakukuwa na mzazi anaenda kanisa. Hata wadugu zangu wakubwa walikuwa hawaendi kanisa. Lakini dada yangu ambaye tulikaribiana na yeye alikuwa ameenda kanisani la AIC. Na alikuwa ameleta Biblia nyumbani. Na mara nyingine alitembelewa na wale wameokoka. Na kwa hivyo nilikuwa nikisikiliza tu mambo ya Mungu wakati wanaongea nikiwa mdogo tu. Na masomo yako ulimaliza mwaka gani, ama ulienda shule mpaka darasa la ngapi sasa? Nilienda shule mpaka darasa la 7. Na ingawa nilipenda sana kusoma, nilijaribu kutafuta shule. Unajua area hiyo ya Timboroa ilikuwa haina shule. Sasa shule uje Nakuru ama uende Eldoret. Ama mashule zilikuwa sifa ni Kapsabet na hapa Joro Boys. Yani shule zilikuwa ni mbalimbali. Na kwa sababu wazazi hawaki kutafutia,
kama unataka kusoma uende utafute shule mwenyewe. Mwenyewe sasa uje uambie. Nikajaribu kutafuta hapa Nakuru, sikupata. Siku hiyo ndio Afraha High School ilikuwa inaanza. Lakini sikufaulu. Maana hata nikipata nitaishi wapi? Kwa hivyo nikarudi nyumbani. Hiyo ni mwaka wa 65. Nilifanya darasa letu ndio lilikuwa la kwanza kufanya standard 7. Mbeleni walikuwa wanafanya mpaka standard 8. Na kwa hivyo tulikuwa disadvantaged kwa sababu tulifanya mwaka mmoja standard 8 na standard 7. Na kwa hivyo kuchukua watoto hao kwa form 1 ilikuwa ni shida. Ndio. Nikafikiria nirudie. Nikarudia mwaka wa 65. Na hata kama nilikuwa nimefanya nimeimprove, pia sikuitwa. Wale walikuwa naitwa direct kutoka kwa nini walikuwa ni wachache sana. Sasa wengine ni utafute ama uende kwa private. Na kwa sababu sasa wazazi hata hawakutafutii. Sasa nikaopt niende college. Ndio nikaenda kusomea Ravini Commercial College. Ilikuwa ni kujifunza mambo ya typing, mambo ya bookkeeping, mambo ya salesman. Mimi nikaopt kufanya typing na bookkeeping. Na nikafanya, nilimalizia mwaka wa 67. Halafu nikarudi nyumbani. Ndio. Pia nikiwa nyumbani kwa sababu vile nilikwambia wazazi hawakujali sana. Nilikuwa nimeanza kufanya biashara. Nikiwa tu mdogo. Ndio. Ninaenda ninanunua, najua area ya Baringo ilikuwa si mbali. Na mashamba ambayo ilikuwa ni wazungu. Kulikuwa na watu wanafuga kuku. Naenda weekend, nanunua mayai. Halafu sehemu ambayo tulikuwa tunakaa kulikuwa na mashini ya mbao ya team cells. Kwa hivyo nilikuwa naenda nauza, nasungusha na kikapu. Sasa ile inabakia, nikirudi nyumbani wakati niko shule, yule anataka anakuja kuchukua nyumbani. Kwa hivyo nimekuwa nimezoea kufanya biashara. Nilipokuwa mkubwa kidogo nikaanza kuuza kuku. Naenda ninanunua, nakuja nauza. Na hizo pesa ninaweka. Halafu nilipotoka Ravine, nikarudi nyumbani. Kusikiza kutafuta kazi. Hauna mtu wa kukuweka kwa town mahali kuna hizo kazi. Nilianza pia kufanya biashara. Nikaanza kununua kondoo. Ninaenda, ninanunua, ninalete. Mara nakubaliwa na wenye butchery ni wakati nyama ya ng'ombe imepungua nichinje yangu. Kwa hivyo nikaanza kuuza hivi. Na nikaanza kupata pesa. Na niliendelea hivyo. Wakati niliokoka ndio sasa mambo ilibadilika. Sababu hata mambo ya biashara nisikia nasema sasa ni mapema sana kukuwa tajiri. Kabla hujafika hapo mahali umeokoka, ulikuwa unanunua mayai wakati huo ni shilingi ngapi? Kuku alikuwa shilingi ngapi? Si shilingi. Ni 10, unanunua mayai kama 10 cents. Unauza kama 30 cents. Hivyo kuku ilikuwa ni kama shilingi 3, shilingi 4. Hivyo ndio kuku. Jogoo ya shilingi 4 ni kubwa. Mkubwa zaidi. Na kondo? Kondoo pia tulikuwa tunanunua kuanzia shilingi 30 shillings. Ni kondoo kubwa. Hivyo ni 20 shillings, 25, 30. Ikifika ya 40 au 50 ni ng'ombe. Ndama. Kubwa sana. Sababu ng'ombe, hata ng'ombe ungenunua 90 shillings ama 70. Sasa kabla uje kuja sasa, hii business idea ni nani amekupa? Ama ulikaa tu kafikiria ukasema wacha nianzishe biashara? Ilianzisha hivi. Unajua pia
mama alikuwa ameweka kuku nyumbani. Na kwa sababu ya kuweka kuku, sasa hata watu walipenda kuja kununua mayai. Unajua wafanyikazi wa kampuni hasa hawa vijana hawataki, hawana wakati ya kwenda kununua mboga, kwenda kufanya shopping, na anataka akuje anunue mayai, akoroe mayai akule ugali nayo. Na kwa sababu ya sasa wakati wanakuja kununua mayai, mara nyingine wanakuta hakuna. Ndio. Sasa ndio nikapata idea, si ninaweza kwanza niende ninunue niweke, wakija wasikose. Ilianza hapo. Tumetoka pale, umeshamaliza shule, umekuja mjini kutafuta kazi, hakuna mtu akushikilia, umeamua kufanya biashara. Safari yako ya wokovu imeanza mwaka gani? Safari yangu ya wokovu ilianza mwaka wa 67. Na mwaka wa 67, kabla sijafika hapo pa wakati wa wokovu, tukiwa shule tulikuwa tunalazimishwa kwenda Sunday school. Na kwa hivyo wakati nilienda shule nilianza, sababu ya dada yangu alikuwa wa AIC, nikaenda Sunday school ambayo ilikuwa ni ya lazima. Na unaenda mahali mbali. Kwa hivyo nikaanza Sunday school ya AIC. Na nikaendelea kidogo, lakini nilikuwa na matatizo. Maana hakuna kufuliwa nguo na mzazi. Na pia Saturday hakuna ati ufue nguo. Unapewa kazi zingine za uende ukachunge mbuzi, ama uende shamba. Halafu sasa ilikuwa ni lazima sasa ufue nguo Sunday. Na tukienda Sunday school, AIC walikuwa wanaweka watoto sana. Na kwa hivyo unachelewa kurudi kufanya kufua nguo. Nikaopti kwenda Sunday school ya Catholic. Maana Catholic wanafanya 1 hour, halafu wanapewa ruhusa wanarudi nyumbani. Lakini yule headmaster alikuwa shule hiyo, alikuwa ni wa AIC. Na wakati wanakagua watu wale walienda Sunday school, wakagundua mimi si kuenda kwa Sunday school ya AIC. Nilienda kwa Catholic. Yule headmaster akanichapa. Sasa alinichapa nikakasirika. Nikasema si amenichapa halafu si kuenda kwa dini yake. Nikasema wakati atatoka hii shule, sitaenda hiyo dini tena. Na hii ilikuwa ni hivyo. Wakati alitoka nika switch kabisa kwa Catholic. Akafanya catechism. Lakini ile injili nilikuwa nimepewa, ilinifanya hata kama niko kwa Catholic, wakati wanakuja kupatiza watu, mimi ninatoroka. Wakiniuliza kwa nini hukubatizwa, nasema sikuwa na pesa. Lakini ukweli si pesa sikuwa nayo. Maana hata hawakuwa wanahitaji nyingi. Lakini mimi nilikuwa nasema, mimi vile nisikia Biblia inasema, mimi sijakuwa hivyo. Sitaki kucheza na Mungu. Kwa hivyo sikubatizwa. Mwaka wa 67, wakati nilikuwa nasomea huko Ravine, kulikuwa kumetokea revival ya makanisa ya kiroho. Na kwa hivyo kuna kanisa la KAG, Assemblies of God, Disciples of Christ, na wengine walikuwa naitwa Apostolic Faith. Walikuwa nahubiri sana sokoni. Na kwa hivyo wakati nimeenda nyumbani Sunday nikirudi, maana nilikuwa ninakomboa kanyumba ninasoma nikiwa kwa karibu na college. Tulikuwa tunasimama hapo maji mazuri. Tunasikia watu wanaimba, wanaruka, wanasifu. Nikisikiliza vile wanasema, nasikia naona kama hii kitu ndio ningependa kitu kama hii. Sasa nilipomaliza kusoma mwaka wa 67, niliporudi nyumbani, pia nikakuta watu wa Full Gospel nao wameanza injili huko kwa kijiji yetu. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anaitwa John Arap Menjo,
na pastor mwingine alikuwa anaitwa Ibrahim Waithanji, walikuwa wametoka pande ya Ravine, Sabatia. Walikuwa wanakujanga huko. Kuna watu wachache walikuwa wameokoka huko kijijini, na kwa hivyo walikuwa wanakuja kuwa support. Walikuwa wanahubiri kwetu usiku kwa kijiji, na mimi nilikuwa naenda kusikiliza. Ninasikiliza wanahubiri. Jambo ilinigusa sana ni kwamba walisema wakati Yesu alikufa msalabani, ndio haikuwa mchezo, haikuwa drama. Alikufa kabisa, na alipigiwa msumari kabisa, na kwa hivyo wakati anaokoa kabisa. Ndio. Sasa hiyo ikanigusa sana. Na siku moja baada ya kusikiliza Injili, nilienda, kuna ile nyumba ndogo ya vijana. Yes. Ile Singira. Ile kakiubi yangu. Nilienda nikasimama. Kainua kidole juu hivi. Nikasema, Mungu, kama uko kabisa, kama wanahubiri, mimi niko niokoe. Nikakaa hivi. Hakuna kitu tulisikia. Lakini nikalala. Na sikufikiria kuna kitu imefanyika. Lakini wakati niliomba hivyo, na nilikuwa serious kabisa, maisha yangu ikabadilika. Ndio. Nilikuwa nasikiliza Injili nikiwa huko nje ya fence, nikaanza kwenda mpaka ndani. Hata wakisema wako na ushirika, ninajikuta niko ndani. Nilikuwa nimeacha, hata ninastaki vijana ambao hawajaokoka. Naenda kwa wale ambao wameokoka. Lakini sijaambia mtu nimeokoka. Na hata mara nyingi mimi naambiaga watu, mimi niliokoka mara 3. Ndio. Na nikaendelea hivyo kwa muda. Lakini kwa sababu sikuambia mtu, unajua shetani alikuwa akiniambia, lakini wewe hujaokoka kabisa kama wale wengine. Hujaambia watu. Na nikifanya hiyo biashara nilikuwa nakwambia, siku moja nilipeleka kondoo kama maili 6 kwa mahali pa team sales. Na nilikuwa naenda kuuza kondoo hizo huko. Wakati nilikuwa karibu kufika, unajua unapitia area hiyo, ni area ya forest, indigenous forest. Karibu kufika, wakati nimefika mahali kuna manyumba, mtu akapitia mbele, kondoo zikarudi nyuma. Nikajaribu kuzuia, kamoja kakashindikana, kakakibia na kakaingia kwa msituni. Sasa nikafikiria nishike hawa, niwafunge, sababu sasa nikifuata yule sitajua hawa wataenda wapi. Ndio. Nikafunga, nikaenda kutafuta. Nilitafuta mpaka nikachoka. Na ni kwa msituni. Nikaenda nikakuta mahali kuna log, hizi miti zimeanguka. Ndio. Nikakalia hapo. Sasa neno la Mungu likanifikia. Hata mimi ni kama kondoo ambaye amepotea. Ameachana na Mungu. Kama vile kitabu kinatuambia katika nafikiri ni kitabu cha Isaya. Sasa nikasema, kama Mungu anakasirika na mimi, kama vile nakasirika kwa kondoo yangu kupotea, si amekasirika sana? Najua ninajiambia tu nikiwa peke yangu. Ndio. Sasa nikasema, na nikirudi kwa Mungu, si hata yeye atanirudishia ile kondoo yangu. Ndio. Sasa nikapiga magoti huko kwa msituni nikiwa peke yangu. Nikaomba Mungu aniokoe, na nikaomba Mungu anisamehe. Na nikasikia nimeomba. Jambo la kushangaza, wakati niliamuka kusimama kuenda hatua kama 2 hivi, nikaona ile kondoo iko hapa. Na inaniangalia. Na nikastuka, nilipoenda kuishika haikutoroka. Sasa nikaichukua, nikaenda nikakuta wale wengine nilikuwa nimefunga. Nikaenda nikamaliza
shughuli hizo na nikarudi nyumbani. Hiyo jambo la kupata majibu ya haraka hivyo ilinisitua sana. Ndio. Haya, lakini pia hakuwa mtu. Hapo sasa unaomba pale msitu. Kondoo amerudi. Ulikuwa umemtafuta kama dakika ngapi hivi kabla hujaomba? Ni kama masaa mawili. Kama masaa. Haonekani. Na haonekani. Na baada ya kuamka hata sikuenda mbali kama hatua 2-3 hivi. Ndio. Namuona angalia hivi. Kwa hivyo kuna funzo Mungu alikuwa anakupa pale. Sana kubwa. Na sasa kutoka hapo sasa nikaanza kuwa na bidii. Sasa nilikuwa nimeamua sasa hata nikienda kwa ushirika nitasema nimeokoka. Lakini nikienda kwa ushirika nikitaka wakisema akiuliza ni nani ataokoka, nikijaribu kuinua mkono unakuwa mzito. Unakuwa mzito, ninashindwa. Ile siku niliokoka niling'ang'ana karibu miezi 3 hivi. Ndio. Ile siku niliokoka nilikuwa nimeenda ushirika kama kilomita 6. Wale wanajua huko Timboroa kutoka kwa kijiji ya Forest, unavuka unaenda center, unaenda mpaka Kagema. Mahali ni mbali. Tulikuwa naenda tu usiku ushirika. Ndio watu hawakuwa wengi. Sasa siku hiyo nilisema leo hata kama nitaokoka na nikufe, leo lazima niokoke. Ndio. Sasa yule alihubiri alikuwa ni mgeni tu. Na wakati aliuliza mtu anataka kuokoka, nikajaribu kuinua mkono bado nasikia lakini nilikuwa nimeamua leo hata afadhali niokoke na nikufe. Nikang'ana. Wakati niliweza mkono ukaikia juu kidogo hivi, ndio. Kile kinguvu kilikuwa kinanizuia, nikasikia kimeanguka. Na sasa kila mtu akafurahi, nimeokoka. Hiyo ilikuwa ni usiku wa Friday. Mwezi wa 3. 1968. Sasa siku hiyo nikaokoka. Kila mtu sasa akajua nimeokoka. Ndio. Ndio sababu huambia watu mimi niliokoka mara 3. Sasa au nimeokoka na watu wote wamejua nimeokoka. Sasa nikasikia niko na uhuru sasa hata wa kushuhudia. Na nikaendelea hivyo. Challenges zilikuwako. Kwanza wakati huo niliokoka, kuna vijana walikuwa wameokoka mwaka wa 67 na mwaka ukiisha vijana wengi walikuwa wamerudi nyuma. Ndio. Na kwa hivyo sasa walikuwa wananiuliza, sasa wewe ndio umeokoka kuliko fulani? Na ninajua vile walikuwa nashuhudiaga sokoni. Ndio. Sasa nikitoka hapo ninaenda ninapiga magoti, ninaomba, ninamwambia Mungu, sasa kama uliniokoa alafu nirudi nyuma, uliniokoa kwa nini? Tena nasikia kama nimesema vibaya. Naomba Mungu aniwekee chuma. Naomba Mungu aniwekee chuma pande hii. Ndio. Na ingine pande hii. Mimi nikae hata nikitaka. Nisirudi nyuma. Ndio. Wakati huo nilikuwa nikiomba hivyo, ndio Mungu alinijaza na roho. Ndio. Sasa na mimi naomba nikiwa serious. Nasikia ninanena na maneno inatoka, ninanena na lugha. Lakini nasema hapana, naona hii lugha inanisuia niambie Mungu vile ninafaa kusema kama haitokei vizuri. Nataka hiyo ndio nataka. Nikajaribu mara 3. Nikijaribu kuongea nina na lugha. Nikijaribu kwanza ninanyamaza. Na nina pause. Ndio ile irudi chini. Niambie Mungu vile mimi nataka. Sasa nilipojaribu mara 2 ninarudi. Mara 3 sasa nikasema sasa wacha nikubali. Wacha nikubali. Na sababu ya kutokuwa nilikuwa najizuia kuongea na lugha. Sababu kuna watu wengine walikuwa wameokoka zamani mbele yangu. Na walikuwa hawajajazwa na roho. Sasa nilikuwa nasema mimi niliokoka tu juzi. Sijaiva. Kwa hivyo
nikaomba kuongea na lugha. Nikaomba sasa, nikajua nimejazwa nimejazwa na Roho. Ndio. Niliokoka hivyo. Hiyo ni wakati wangu wa kwanza. Ndio. Sasa umeokoka, ndio hii sasa, labda kuna watu ambao mlikuwa marafiki nao, uliwezaje kuwakwepa ama kuondoka na wale marafiki ambao walikuwa hawajaokoka bila kuwakwasa wao? Haikuwa kama ni kuwakwaza ama ni kutowakwaza. Unajua wakati ule ukiambia mtu umeokoka, wanaanza kujua wewe ni mtu tofauti. Na kwa hivyo kuseme kwa mfano huko kijiji chetu watu vijana walikuwa wanachezaka dance huko kijiji. Ndio. Na nilikuwa naipenda sana. Na tulikuwa tuna vijana tunaendaga na hawa. Lakini wakija kuniambia twende, nasema hapana, siendi, niliokoka. Sasa wanaachana na mimi. Ndio. Na sasa nikaanza kufanya sasa urafiki na wale wameokoka. Kwa hivyo sikuwa na shida sana ya kuachana na wale. Ndio. Maana nikiwapea ushuhuda tu niliokoka. Hata wao wananiacha. Hata wakienda kucheza hata niambia tena. Wanajua huko mimi nimekufa. Hata wakijaribu kukufufua hawezi kufuka tena pale. Si hiyo. Tena nilikuwa kwa sababu ya hiyo challenge ya wale walikuwa wameokoka na wakarudi nyuma. Ndio. Ni sikutaka kitu kitaniweza kunitatiza. Na sasa umeshaokoka, ilichukua muda gani mpaka ukawa mchungaji? Ilichukua muda. Hebu tuseme katika area hiyo yetu ama wakati huo wetu, kwanza ilikuwa ukiokoka unaanza injili tu. Sababu kama Jumapili soko ya huko ilikuwa ya Jumapili. Tukitoka kanisa lazima tuende sokoni. Tunapiga darama, tunaruka, tunaimba. Sasa mnashuhudia. Sasa kwa hivyo nilianza kushuhudia karibu. Ndio. Na pia kama area yetu ndio ilikuwa ya kwanza kupokea neno area hiyo. Na kwa hivyo tulikuwa tunaenda vijiji vingine kufungua injili. Watu ya Timboroa ndio walienda kufungua injili upande wa Band Forest. Na tulikuwa naenda na baisikeli. Wengine wanaenda na basi. Wengine tunaenda kama Friday. Tunafanya vibarua huko mchana. Jioni tunaenda injili. Kwa hivyo nilianza kuenda injili mapema. Pia nirudi kidogo. Wakati niliokoka na nilikuwa nafanya hiyo biashara nakwambia ya kuuza kondoo, kuna mambo mawili yalitokea. Ndio. Jambo la kwanza, kuna Wakorino walikuwa wanakuja kuhubiri huko kwa kijiji yetu. Wamevaa nguo ya white. Na unajua wameosha. Ndio. Na ni wengi. Sasa walikuwa wanaonekana kama ni watakatifu kabisa. Ndio. Sasa wanakuja wanahubiri. Na Roho Mtakatifu anasema anawaongoza, wanatabiri. Lakini tukio moja jambo lilikuwa lisilo la kawaida. Ni kwamba walikuwa mtu anashikwa na Roho, anatembea katikati ya watu. Anashika kama wewe unashikwa, unapigwa ngumi. Unaambiwa ulifanya dhambi. Ulisini. Unaambiwa kama ulikuwa unafikiria ulikunywa pombe, wanasema ulikuda. Sasa hilo jambo kwa kanisa la Full Gospel halikukubalika. Na kwa hivyo ikawa kuna tofauti. Mimi nikawa niko mmoja wa wale ambao maana niliokoka na niliacha hizi dini zisizo za kiroho. Sasa wanasema sasa watu hawana roho na tunataka roho. Sasa walikuwa wanafundisha wanasema something subject to the spirit. Hili neno linapotea. Yaani roho wa nabii unamsikiza nabii. Sasa ninauliza, sasa ni mimi nisikie roho ama ni roho anisikie? Yaani ni kumaanisha
roho wa Mungu ni wa kiasi. Gentle, self control. Mambo kama hayo. Limited. Na ni muungwana. Lakini sisi hatukutaka, tulikuwa tunataka tu roho. Sasa nikashikwa na nikaingia katikati hiyo. Na nikawa wale watu ambao hawataki roho wa control, awe controlled. Yes. Sitaki awe na kiasi, sitaki awe na, nataka vile anataka tu afanye. Na kwa hivyo tukawa kama tuna vikundi viwili katika kanisa moja. Ndio. Na ni kama hawa wanaongea about ya gentleness na nini na self control. Na sisi tunataka roho tu. Mimi nikawa nimeshikwa na wale wanataka roho. Lakini nikaona hata tukikutana na hao na ni wandugu wameokoka na ni wandugu zangu ninawahepa. Ndio. Sitaki tukutane na hawa. Sababu ukienda pale roho apande unaekwa ngumi. Hatupatani. Hawa si wale sasa, sio wale wa Korino wakuja. Wale walikuwa wanakuja wanaenda. Ndio. Si kama ulipokea ile spirit yao inabaki ndani yako na uko kwa kikundi chao. Kikundi kingine. Hakuna kikundi chao sasa. Na kwa hivyo nikaona sasa tunatofautiana. Na nikaanza kuona roho wa Mungu ni wa upendo. Roho wa Mungu ni wa umoja. Na hapa kuna shida. Nikasema nitaomba. Hata mimi sikuwa najua watu wanafunga namna gani. Ndio. Lakini nilikuwa nasikia watu wanaongea habari ya kufunga. Sasa mimi nikaamua nitafunga. Paka Mungu aniambie. Ni direction gani nitaenda. Ndio. Na nilikuwa nasema hivi. Wakati naambia watu ati Mungu anaongea, sikuwa subaisha. I really mean it. God can speak. Yes. Kwa hivyo nikasema Mungu usiponinenea sitaondoka hapa, nitakufia hapa. Nikaanza kufunga na kuomba. Sikuenda kukutana na mtu. Sikukunywa kitu. Sikukula kitu. Kwa hivyo nilikaa kwa kanyumba yangu peke yangu. Mchana ninahepa, ninaingia msituni. Maana forest ni karibu. Ninakaa huko kwa mlimani. Naomba, nasoma Biblia. Mchana naenda kwa mtoni ninaoga. Ikifika jioni, wakati kuna giza ndio nakuja ninaingia kwa nyumba yangu. Kwa hivyo hata mtu angenitafuta nipate, maana hajui niko wapi. Ndio. Maana akija kwangu mchana siko. Nikakaa hapo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Siku ya tatu sikulala. Maana nasikia baridi kwa mifupa. Na hata usingizi hauipati. Lakini siku ya nne nilipotoka mahali nilikuwa nimeenda mchana kuja kukalia kwa kitanda yangu, nikashikwa na kitu. Nikalala hivi kwa kitanda. Ndio. Mara moja nikaona mtu amenikujia. Ananiamsha. Ananiuliza, unataka maji ya uzima? Nikamwambia ndio. Kwani ninatakaga nini kingine? Sasa akanipatia kitu nilishika hivi. Ni kama kikombe kubwa ya glass ambayo ninashika na mikono miwili. Ndio. Nikakunywa. Wakati ninakunywa nikasikia vizuri, kitu inateremka vizuri, inanipatia furaha, inanipatia amani nyingi. Nikafikiria niangalie ni nani huyu amenipea. Wakati niliacha kuangalia sikukuta mtu. Lakini nikafurahi. Mpaka nikaamka kutoka kwa kitanda sasa. Sasa nikaanza kuimba. Nikaimba, nikaruka. Sasa nikasema haya. Kwani ni nini kinaendelea? Kwani nimekuwa wazimu? Saa ingine nafikiria pengine ni kuota. Inajichuna hivi nisikia kama uko sawa. Kama niko sawa. Lakini nasikia niko sawa. Sasa ninaikia. Sasa hata ninashangaa. Lakini nikikaa tu nikijaribu kukaa tu kutulia, nasikia ile furaha inaniambia tu nisifu. Ndio. Nikasifu. Halafu nikachoka nikakaa. Wakati nilikaa nikatulia, ndio nilisikia sauti ikaniambia maombi yako imejibiwa. Ndio. Sasa nikaanza kutafuta wale watu nilikuwa ninawahepa. Nikaona sasa hata nikuwaona
Utawakumbatia. Nitawakumbatia. Ndio. Na kutoka hapo hiyo shida ikaisha. Nikakumbatia wale ndugu zangu. Tukakuwa sasa tunaenenda vizuri pamoja kama vile tulikuwa tunaendelea mbeleni. Hiyo ndio tukio ya kwanza ya Mungu kunitembelea. Ndio. Ikiwa tu mchanga wa imani. Baadaye nilikwambia nilikuwa nafanya biashara. Mungu alinifanyia miujiza nyingi sana wakati huo. Ndio. Muujiza wa pili, nilikuwa nimetoka kununua hizo kondoo, nilikuwa naununua sehemu za Baringo, mahali panaitwa Torongo, area hiyo, South, pande wa Keio. Nikirudi nyumbani, ikawa ni wakati ya hii mvua ya uvuli, mvua kubwa. Na unajua mvua ya forest inagurumaka kama zile treni za zamani. Yes. Sasa nikirudi mvua ikaanza. Na unajua huwezi kuenda na kabuti, maana mahali unaenda mbali na tena itakuweka joto, itakuzuia kwenda. Sikuwa na kitu ya maana ya kujifunika. Sasa nikajiuliza, si Biblia inasema kama mtu ameokoka anaweza kuomba Mungu na Mungu asikie? Ndio. Nasema Biblia imesema hivyo. Na sasa nikajiuliza, na sasa mimi nimeokoka kabisa ati ninaweza kuomba Mungu asikie? Nikaangalia nikaona hakuna kitu ninajua nimebakisha. Sasa nikaamua nitaomba. Nikakumbuka neno la Mungu linasema ukitaka kuomba uingie mahali kwa siri. Tulikuwa na kijana mwingine rafiki yangu na alikuwa hajaokoka. Nikaingia msituni kidogo, nikaomba. Na nikakumbuka neno linasema usimwambie Mungu maneno mingi. Usifikirie ati atasikia mingi kwa sababu ya maneno mengi. Nikasema, Mungu, unaona hii mvua imenyesha na sina kitu ya kujifunika. Naomba unifunike. Katika jina la Yesu. Amen. Nikatoka. Nikakimbia nikakuta yule rafiki yangu. Tulienda kama kilomita 6-7, ni kama 4 miles. Mvua inanyesha. Tunaiona hapo mbele kwa kona inanyesha. Nyuma inanyesha, kando inanyesha. Lakini mahali tuko hapanyeshi. Tukaenda kama hizo kilomita zote. Mpaka tukafikia mahali kulikuwa na kasenta ya kwetu. Sasa mvua ikapungua. Nikauliza yule kijana, na unaona Mungu ametufanyia namna gani? Nilikuwa nafikiri haoni. Akasema, hata mimi nimeshangaa. Hiyo ni jambo ambalo nimeidhamini sana. Ilitendeka wakati huo. Ndio. Na ni kama mambo yalifuatana. Naam. Sasa nikaendelea hivyo. Baada na pia wakati wa jioni tunaenda ushirika, tunaenda injili. Kwa hivyo wakati huo ni mtu akiokoka, hakuna ati ukae nyumbani ukojee kwenda kanisa. Injili ilikuwa ni unafuatilia. Na sasa baada ya hiyo nikaendelea na biashara yangu. Lakini ndugu yangu alikuwa Nairobi, mama mkubwa, alikuwa anafikiria mimi nakaaga nyumbani sina kazi. Alikuwa ananitafutiaga vibarua kazi huko. Akaniita niende huko. Kumbe alikuwa ameongea na wao watu wa NYS. Niingie huko kwa NYS. Sasa nikaacha kazi zile nilikuwa nafanya. Wakati huo pia biashara ilikuwa imekuwa mzuri. Maana wazungu ndio walikuwa wameanza kuondoka na walikuwa nauza kondoo zao, ng'ombe zao. Sasa ilikuwa hata unaenda karibu tu unanunua kondoo 5, unakuja unachinja, zikiisha unarudia ingine. Lakini sasa nikaitwa, nikasema sitaki kuwa tajiri, nilikuwa mdogo. Na wakati huo nilikuwa nimeanza hata kununua shamba. Niliingia kwa shamba huko Makutano ya maji mazuri. Kuna shamba inaitwa Igure Farm. Nilikuwa nimekata. Nilikuwa unalipa kidogo. Nilikuwa nimelipa zaidi ya 500. Tuliambiwa ni 500. Ilifika 500 wakasema ni 1000. Kwa hivyo tulikuwa tunaongeza kidogo. Ndio. Sasa nilipoitwa
hata kondoo zangu nikawacha. Hata shamba nilikuwa sijatimiza kulipa. Lakini sasa nikaenda nikafanya interview ya NYS. Na wakati nienda kufanya hiyo interview ilinifungulia pia milango zingine. Mwaka wa 68 kuna mhubiri mkubwa alikuja Kenya. Alikuwa anaitwa Oral Roberts. Nilifanikiwa kuenda kwa hiyo mikutano yake. Na pia wakati nilienda Nairobi nikakuta vijana wengine wameokoka. Sasa tulikuwa tunajijaza tunaenda kuhubiri kwa mitaa makorofa ya town. Kuna manyumba ile ya Wahindi. Iko hall katikati, lakini imezungukwa na manyumba hata malaya wanakomboa. Tulikuwa tunaenda hapo katikati tunatangaza injili. Ndio. Wanasema tunahubiri sababu hatuna pesa ya kukunywa. Tukipata pesa tutawacha. Lakini sisi tulikuwa tumejua tumeamua. Ndio. Sasa nikahudhuria huo mkutano wa Oral Roberts mwaka wa 68. Ilikuwa ni kitu kizuri sana kwangu. Maana Mungu alifanya miujiza nyingi. Theme kubwa ya mkutano hiyo ilikuwa ni taraji muujiza. Expect a miracle. Na hiyo ndio wimbo ilikuwa chorus. Wanaimba expect a miracle every day. Expect a miracle when you pray. If you believe in God, He'll get a way to perform a miracle for you each day. Sasa huyu mhubiri akihubiri singeweza kumwangalia. Nikimwangalia macho inaanza machozi yanatoka kwa ule utukufu. Sasa nilikuwa nafunga hivi, ninainua kidogo. Macho yangu na yake ikiangaliana, machozi inaanza kutoka. Ndio. Watu wengi walikuwa wanatolewa hospitali, wanaletwa kwa crusade, wanaombewa. Na ikawa experience nzuri sana kwangu. Baada ya hiyo sasa pia nikarudi nyumbani. Nilikuwa nimefanya interview na NYS. Na wakaniambia wakati nitaenda. Wakanipea barua ya kwenda report. Sasa nikakuja nikafunga virago vyangu. Wazee wale tulikuwa nafanya kazi ya biashara walikasirika sana. Sababu wakati nilikuja nimejua bookkeeping, nilikuwa ninachorea hawa vitabu vyao. Unajua kuna hii inaitwa business something ya commercial kuna chama cha wafanya biashara. Ndio. Na walikuwa napeaga wafanya biashara loan. Na kwa hivyo lazima ungeonyesha vile biashara yako unafanya ina flow. Sasa mimi ndio nilikuwa ninawaandikia. Na wao wananipea nafasi kuchinja kwa bucheri yao. Ndio. Wakati nilienda walikasirika. Pia ndugu zangu walikasirika. Kwa sababu nasikia mimi ni mdogo. Ndio. Kuna watu wakubwa wawili. Na walikuwa ni watu wako na familia zao. Sasa wanaona sasa ninawaibisha. Maana naenda kuhubiri kwa sokoni. Na kubeba gharama. Lakini mama yangu alikuwa hana maneno. Ndio. Hata mzee hakunisumbua. Lakini ndugu zangu walinisumbua sana. Wengine wanakuja kubishana na mimi wanasema hata hii maneno ya kuokoka haikuwa kwa Agano la Kale. Namwambia iko. Naambia niwaonyeshe na wasomea andiko. Zaburi. Bwana ndio nguvu yangu na wokovu wangu. Ili jamjali nani. Sasa nawasomea sehemu nyingi. Wanawachana na mimi. Ndio. Sasa wakati ilifika ya kwenda NYS, nikaachana na mambo ya biashara. Sasa ndio nikaenda nikakaa. Nilipoenda NYS nilifaulu pia kwenda kwa course. Ndio. Nikaenda kufanya course ya mechanic. Tusomea Mombasa. Vocational training. Ndio. Ni nzuri sana. Tulifundishwa na mwalimu Myahudi. Na tukafundishwa na watu walikuwa wametoka polytechnic. Na nilifanya vizuri. Nikafanya trade test 1970 na nikafaulu. Nikatumwa field. Nikaenda Kitui. Nilienda Yata. Iko Machakos. Nikaenda Kitui. Wakati huo ni wakati wa construction ya hii barabara ya lami. Ndio. Ya Thika Garissa. Yes.
na pia iliingia mpaka Kitui town. Sasa tulikuwa na service tinga zile zinafanya kazi na lorries hizo. Nilipofika mwaka 72 nikaresign. Nikarudi nyumbani. Nikakuja kujaza ile shamba yangu. Na nikapewa sehemu. Nikalima, sababu nikiwa NYS nilikuwa nimeona mashamba vile wanalima. Sasa nikaamua nitapanda cabbage. Nilipanda cabbage eka mzima. Wakazi zimeanza kuonekana sasa ni nzuri, zinaanza kufunga. Nikaitiwa barua niende interview. Sababu nilikuwa nimejiandikisha kwa Kenyanization wakati ule. Waahidi walikuwa naenda na nini, kulikuwa kwa Ministry of Labor wanaandikisha wale watu wana skills. Nilikuwa nimejiandikisha, sasa nikatumiwa interview 3. Moja ilikuwa Kisumu, hiyo nikasema sitaenda. Nikaenda Nairobi. Nikafanya interview, nikaamini nimepita. Wakaniambia ningoje kidogo. Unajua mwaka 72 pia kulikuwa na shida Uganda. Ndio. Kwa hivyo makampuni mingi ilikuwa Uganda ikafungwa. Sasa hata wale wako Kenya walikuwa na wasiwasi. Wale walikuwa na business Uganda na Kenya na East Africa. Nikagojea, nikaona haikuji. Nikarudi huko, wakaniambia walikuwa na tatizo kidogo, bado ningoje tu. Sasa nikasema hata naweza tafuta hata kwingine. Nikatafuta vibarua huko, mara naenda kwa mijengo. Mara wakati mmoja nikaomba. Nikasema ninaomba Mungu anipee kazi. Hata kama ile ninataka hakuna, anipee ingine ya kungojea. Na siku hiyo niliomba, nikajazwa na Roho. Nilikuwa ninaimba wimbo unasema I believe God and what I shall ask it shall be done because I believe in God. I believe in God. Sasa hata sikuimba, ninaanza kusema ninaamini na kile nimeomba nitapewa kwa sababu ninaamini. Ndio. Hata kama ile nataka haiko, Mungu anipea ya kungojea. Ndio. Siku hiyo nilikuja nikaitiwa kazi. Usiku. Ndio. Na yule ndugu alikuja kuniitia, anapiga mlango na mwambia, nililala. Nasema hapana, niko na message very important. Najua niliomba, Roho ananijaza, ninasikia vizuri. Sasa hata usingizi ni mzuri. Ndio. Lakini sababu anainsist, sasa nikaamka. Akaniambia kesho nataka uende interview mahali fulani. Basi nikasema ni sawa sawa. Akanielezea vile nitaenda. Nilipoenda nikafikiri nikaona yule mtu alikuwa amenielezea kwake. Nikafikiri sasa, akaniambia Monday, ilikuwa kama Friday. Akaniambia Monday, akanielezea mahali nitaenda. Sasa nikafikiri Monday ndio naenda kufanya interview. Lakini wakati nilienda hapo, nilionyeshwa mahali nitafanyia kazi. Nilianza tu kufanya kazi. Walikuwa na mashini nyingi za kutengeneza vitu tofauti za nyumbani kama hizi pegs na vitu kama hizo. Nikaanza kufanya kazi, na pia nilikuwa nimefanya interview pia mahali pengine kwa Ministry of Works. Na ambayo ni ile sasa ile trade nilikuwa nimesomea. Nilipoendelea kufanya kazi wiki 2, nikasikia wale tulifanya interview nao walienda. Nikasema kwa nini nilipita? Mimi nilikuwa na confidence ile nikifanya interview nimepita. Ulikuwa unajiamini kabisa. Kabisa. Sababu nilikuwa nimeomba. Sasa nikaomba ruhusa niende niangalie. Nilipoenda nikakuta kweli walianza. Na yule secretary alikuwa amenipea ile barua, maana hata huko nilifika huko kama nimechelewa. Huyu ndugu yangu ambaye alinipeleka kwa NYS alikuwa anajaribu kuongea na watu waniandikishe kazi, na mara nyingine anawahonga. Sasa nilikuwa namwambia, sasa na unaona ninataka kufanya kazi ili nipate msaada. Hii pesa unawapea, si ungenipea akasirika. Ananiambia usipata kazi kama hujaongana. Lakini sasa
ninajinyenyekesha tu. Sasa lakini sasa nilipoenda nikapewa barua na nikafanya interview na nikaamini nimepita na sijaitwa, ndio nilienda kwa ile kazi nyingine. Nikafanya wiki 2. Nilipomaliza wiki 2 nikasikia hapo sasa, nikaenda kuangalia. Nikasema kumbe mlianza. Nikasema hapana, sijaona barua. Akasema si niliona barua yako ulipita. Akaenda kwa file akanitolea copy. Akaniambia enda paka kwa headquarters. Peleka hii barua. Sasa nikaenda huko nikaonyesha barua yangu, akaniambia kaa hapo. Nikakaa, akanipatia forms zile za Public Service Commission. Nikajaza. Nikawaambia waniangalilia kama nimejaza vizuri. Wakaniambia ni nzuri. Akaniambia wewe enda kuja sijui ni kama Monday tu pia. Sasa mimi nikaenda. Nilipoambia ndugu yangu vile nilienda na vile nilipewa barua, akaniambia nimpeleke aone hiyo secretary wa mrudishie shukrani. Nikamwambia hapana, siwezi kukupeleka. Nilikwambia Mungu anaweza kupea mtu kazi hata kama haujahongana. Sasa hivyo ndivyo nilianza kazi. Ilikuwa ni mwaka wa 73 ndio niliingia kwa Ministry of Works. Nikakaa Nairobi kwa muda. Baadaye nikatumwa Thika. Sasa ndio nilikuwa independent kabisa. Nikapewa nyumba yangu. Hiyo brother yangu alikuwa amenikodeshea vitanda, mattress na vitu vingine vya nyumbani. Sasa nilipe baadaye. Na unajua ukiandikwa kazi kwa serikali unakaa kama miezi 2 au 3 kabla hujapata. Ndio. Sasa nilipopewa nikalipa. Na nikaanza sasa. Wakati nilienda Thika, nikakuta kuna vijana wengine pia Thika. Wameokoka na wako kwa shule kama Thika Technical, Thika High School, Chania, Ikweta High School. Na walikuwa wanakutanikanga pamoja. Every Wednesday is a day of prayer and fasting. Na mimi nikaenda huko nikajiunga na hawa. Tukaanza sasa kila Wednesday tunaenda kuomba na kufunga. Weekend ilikuwa sasa ni missions. Mara nyingi walikuwa wanaenda kwa mashule. Sasa nikaingia kwa group hiyo ya mashule na kuhubiri. Kuna vijana walikuwa wanaitwa Gorillas for Christ. Nikajiunga na hawa. Na mimi tu ndio nilikuwa ninafanya kazi, hawa wengine ni wanafunzi. Ndio. Tukaendelea hivyo na injili. Mwaka wa 74, mwaka wa 73 December tukafanya youth camp. Ilikuwa Mangu High School. Na hiyo youth camp vijana hawa walikuwa wameomba. Tulikuwa tunaendaka mission ya group 3. Hata tukienda weekend challenge tunaenda group 3. Tumejigawanya mara 3. Group moja ni intercessors. Tunawaambia wanaenda powerhouse. Wanaenda hao hawashughuliki na kuhubiri na nini. Hao ni kuomba. Kikundi kia pili ni ya kuenda kuongea na wanafunzi huko nje. Kuwapasuedi waje kwa mkutano na kuwahubiria moja kwa moja. Wale wanakubali kuokoka wanapelekwa powerhouse waombewe na hawa wanaomba. Wale wanakataa wanataka kwenda kwa tunawaambia waende kwa mkutano. Na sasa kundi lingine ni wale sasa ministers wale watahubiri kwa mikutano. Kwa mkutano. Sasa tulikuwa tumeendelea hivyo. Ndio sasa hiyo kikundi kwa sababu ya outcome ile inafanyika tukienda shule fulani watu wengi wanaokoka. Na kuokoka peke yake tunahakikisha mpaka wameombewa wajazwe na Roho. Ndio. Sasa ikapata sifa sana. Sasa tulipofanya hiyo kampi ya kwanza Thika Mangu High School, watu wengi sana walikuja. Ndio. Ninakumbuka tulimwalika mhubiri chupafu wakati huo alikuwa anaitwa Joe Kayo. Alikuwa ndiye mwanzilishi wa Deliverance Church. Na akaja akahubiri, akakuja na timu kubwa. Lakini wakati alihubiri akamaliza, ilikuwa vizuri sana, watu waliokoka, ndio wanajazwa na Roho.
na alikuwa ndiye mhubiri anajulikana sana kwa upande wa vijana. Alipoenda wale watu walikuwa wamekuja nao wakakataa kurudi. Wakabakia mpaka kampu ikaisha. Sasa waliporudi wakasema vile kampu ilikuwa vizuri, hawajaona kampu kama hiyo. Na unajua Jokayo alikuwa anafanyaga camps. Ndio. Hakufurahia na hiyo maneno. Kuna wengine wanafanya mzuri. Alitutandika. Lazima wagorila. Maana ni vijana tu, hawana kanisa. Ndio. Na hawajali kanisa lako. Wanajali watu waokoke, wajazwe na roho na kuhubiri vijiji. Kwa hivyo tukaendelea na injili ya namna hiyo. Wakati huo ndio tulijuana na Bishop Moya. Maana wale vijana wa Thika walikuwa wamejuana na group ilikuwa hapa Rift Valley, ilikuwa inaitwa Rift Valley Ambassadors for Christ, ambaye Moya alikuwa ni mmoja wao. Na wengine kina Kemani, Julius, Jogu, na kina wadada kama Susan, Nancy na wengine. Na Chengechi ndiye alikuwa ametuunganisha na hawa. Maana alikuwa Thika. Sasa tukakushikana Rift Valley na hawa gorillas. Tukaanza kutengeneza kampu pamoja. Tukafanya ya kwanza Mangu High School. Ya pili ndio tulifanya Njoro. Njoro High School. Ndio. Na ile team ilikuwa bado inaenda hivyo. Hiyo tatu. Kuna intercessors wanaenda powerhouse. House to house. Wale wa kufanya evangelism. Unajua sasa ni camp, sasa kwa camp. Wale powerhouse bado inaendelea. Ndio. Mtu anataka kuombewa anapelekwa powerhouse. Mtu anahitaji maombi anaenda powerhouse. Na tena kuna sasa hii mikutano mingine, organization ya mikutano mingine, ashas na nini. Na wale wanahubiri, iliendelea hivyo. Sasa wakati hii ndio explosion ilitokea. Ya wakati kampu ilipoisha, watu wengi waliombewa kwenda missions. Ndio. Maana challenge kubwa ni watu wahubiri. Sasa katika mkutano wengine wakasema wanaenda Uganda, wengine Tanzania, wengine Turkana, wengine Coast, wengine wapi. Na sasa wakaombewa. Na pia tulikuwa tunaamini vile mitume walisema waliombea vitambaa. Ndio. Ili hata mtu akiwa nyumbani akiwa mgonjwa, akiwekewa kitambaa anapona. Ndio. Sasa kuna watu wengi waliombewa hivyo. Na hapo ndipo huyu dada alikuwa Banana, alikuwa anaitwa Margaret Wangari. Naye akaleta vitu vyake akaombewa. Kwa huo mkutano wa Njoro. Alipoenda kwao huko Banana, akawacha bagi yake kwa mama yake. Akaenda kuombea shosho yake, alikuwa mahali mbali kidogo. Kama kilomita 4 au 3. Akaenda na hiyo vile vitambaa, akamwekelea shosho yake. Ile alitoa Njoro, akamwekelea, akamwombea kwa jina la Yesu. Yule mama alikuwa kiwete, akapona. Sasa alipopona, yule mama alifurahi sana, akapiga nduru. Akitembea huko na watu wanamjua. Watu wakaja kuangalia ni nini. Wakakuta huyu aliyeombewa na amepona. Ndio. Na ile kamsichana anamuombea, najua Margaret alikuwa kasichana kadogo. Alikuwa form 2. Kwa hivyo ni kama miaka 13, 14 hapo. Around that. Sifahamu sana, maana sijui alianza shule akiwa na miaka ngapi, lakini ni miaka hiyo. Sasa hiyo news ikatapaka. Na unajua Banana ndio watu wengi wa media wanakaa Banana. Ndio. Sasa hiyo sifa ikafikia watu ya media. Wakati Margaret aliombea huyu mtu huyu mama shosho yake akapona. Sasa akawa naye na courage. Akaenda akakutana na mtu mwingine alikuwa mwenda wazimu huko Banana. A very mighty man, alikuwa anaitwa Waia. Naye akamwombea, akakemea hizo pepo, naye Waia akapona. Duru ikapigwa kila mahali. News zikaanza kuenda. Ndio. Watu ya news nao wakapeleka news mpaka kwa nini? Watu wa magazeti wakaja. Sasa mimi nikiwa Thika, wale wasichana walikuwa wameleta Margaret Wangari kwa camp.
maana hiyo ilikuwa kambi yake ya kwanza. Wakanikuta Thika. Mwaka wa 73 nilikuwa nimeenda conference. Ilikuwa ni crusade na conference ilikuwa Kisumu. Ilikuwa imeconductiwa na T.L. Osborne. Alikuwa na challenge watu tu kuhubiri nje. Unajua alisisitiza outside the sanctuary. Na alikuwa ametupatia vitabu kama ile Faith Testimony, Join This Chariot, vitabu kama hivyo. Pia tukimaliza alitupatia ile kama mashine ya kuhubiri, alikuwa anaitwa Linga tape. Unaweza kuihangi kwa bega, alafu kana horn, unaenda unawekelea horn mahali, alafu sasa unahubiri, kana microphone unahubiri, na kuna kanda ile cassette. Unaweza kuweka cassette ya Osborne mahali ukienda, ina nyimbo, mahubiri. Sasa nilikuwa nimepewa hiyo. Sasa walikuwa wanakuja ndio niwapee hiyo, waende wakatumia banana. Sababu watu wanakuja kwa kina Wangari wengi, na hata wasikizani. Ndio. Na pia walikuwa na upinzani mkubwa sana wa makanisa ambayo haikuamini mambo ya kiroho. Ndio. Wanasema hii ni fiction. Sasa nikawaambia nitakuja weekend nione. Maana bado nilikuwa kazini. Ndio. Sasa nilipoenda weekend nikakuta si vile nilikuwa nafikiria. Kwanza nilikuta Margaret Wangari hayuko kwao. Bado wako huko kwa shosho yake. Na watu wanakuja huko, hata watu wa magazeti. Hata nilienda nikakuta anaombea watu. Sasa hata hakuna kuongea. Ni kuendelea kuombea watu. Ndio. Hata tukafanyisiwa interview. Nilikuwa nimeinterview kwa gazeti moja ilikuwa inaitwa Drum. Na picha za wale watu wanaokoka, wale watu wanaombewa. Sasa hii news ika spread kila mahali. Sasa nilipoenda Banana, pia kazini nikakuwa transferred. Nikatolewa Thika. Nikaletwa Kiambu. Ndio. Sasa mimi ndio nilikuwa naenda Banana kila jioni kumanage ile crowd. Ndio. Maana watu wengi ambao wako huku walikuwa ni wachanga sana. Wakichalijiwa na Waanglikani na nini, hawajui watafanya nini. Ndio. Lakini sasa mimi niliweza kumanage mpaka ika stabilize. Kanisa likakuwa kubwa huko. Tulikuwa tunakutana kwa nyumba kubwa ni anti yake. Alikuwa na nyumba kubwa sana. Maana mume wake alikuwa mkubwa wa hii trade union. Tulikuwa tunakutana huko kwa ushirika. Ndio. Sasa hiyo mambo ya mwito ya kuhubiri, nataka kusema nilianza zamani. Lakini sasa ikawa sasa ni ministry. Kila weekend ni mission. Kwenda kuhubiri. Tumeenda kuhubiri mahali unaenda na huna pesa. Na unaenda kwa imani. Ndio. Nakumbuka siku moja nilitoka Thika. Ninaenda kuhubiri Narok. Na hata pesa nilipata ya kunifikisha Nairobi. Sasa kutoka Nairobi kwenda Narok, nilikuwa na pesa kidogo. Ilikuwa hata haitoshi. Lakini niliingia kwa matatu. Nikaenda. Kufika Nairobi Nkare, dada moja akakuja akaingia kwa hiyo matatu. Sasa ndio tukaenda na yeye mpaka Narok. Yeye ndiye alilipa ile pesa ilikuwa imebaki. Na nilipofika huko hata sina ya kurudi. Tena nilipewa, na tunajua tunaenda kuhubiri kwa shule. Tena sijui ilipatikana aje, wanafunzi walitafuta pesa na naitwa patron. Tukapewa pesa tulikuwa tuna, kama mimi mshahara yangu nilikuwa ninatumia inaisha. Na wengine wakija kwangu, wengine wanataka wamefukuzwa shule, wanataka kwenda nyumbani, nawapetia. Na yani uzuri wangu mimi sikuwa nasaidia mtu yeyote nyumbani. Maana sasa
Nikwambia wazazi wangu ni wazee. Ndio. Na hata wale watoto wako nyuma yangu walikuwa ni shamaliza shule. Wamemaliza shule. Kila mmoja ameenda kwaka na kila mtu ana shughuli zake. Naam. Na mahali niliacha wakati nilirudi kwenda kwa public service. Nilienda nikatoa mama yangu forest. Nikamleta kwa hii shamba yangu nimepewa. Nikamwambia sababu hata nilikuwa nimepanda cabbage nimejaza huko. Na nimeitwa. Ndio. Sasa ndio hata mimi sijui ziliuzwa nini. Hata sijui ilienda namna gani. Baadaye ndio nilikuja nikakuta ziliisha. Nikakuja nikakilia shamba. Nikafikiria nipande paritharam. Nikapanda paritharam hiyo eka ambayo ilikuwa pia na nyumba. Sasa wazazi wangu walikuwa wanachuna hiyo, wanapeleka na walikuwa wanapata pesa. Wanapata 200, 300 kwa mwezi, na hiyo pesa hiyo ilikuwa pesa mingi. Naam. Bonus wanapata kama 600, 2000. Hivyo ilikuwa ni pesa mingi sana. Naam. Kwa hivyo mimi sikushughulika na mambo ya nyumbani. Mshahara yangu na injili. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, unazidi kufuatilia Safari ya Neema. Tuko na Askofu Michael Macharia na anazidi kutusimulia vile ambavyo hali yake ya maisha, safari yake ya maisha katika imani kuhakikisha kwamba amefika mahali ambapo yuko leo. Kuzaliwa kwake mwaka 1949 mpaka sasa. Tunataka tujue baada ya hapo safari ya wokovu amepata kutusimulia zaidi, lakini pia unaweza ukawasiliana nasi kwa kutumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0706 107773 0706 107773, alafu unaweza ukatoa maoni yako. Tunapunga unyunyu kidogo, alafu tutakuwa tunarejea muda si muda.